Utamu
tusikie neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25. Tasoma, alipokaribia usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu, nao wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakatokea tetemeko kubwa la ardhi, hata misingi ya gereza ukatingika. Mara milango ya gereza ikafunguka na ile minyororo iliyowafunga kila mmoja ikafunguka. Bwana asifiwe sana. Nataka kuongea habari ya giving God the best. Hallelujah. Kupatia Mungu kilicho kizuri. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Unajua tumekuwa watu wa kawaida. Watu wanatembea kawaida. Watu wanazungumza kawaida. Bwana asifiwe. Akina Paul na Sila walikuwa watu wa kawaida. Paulo alikuwa anadhulumu kanisa, lakini wakati alikutana na Yesu maisha yake yakabadilishwa. Haleluya. Akapatiwa upeo mwingine wa kuhubiri injili ya Yesu. Na ndio mpaka sasa hivi tunaihubiri. Haleluya. Na wakati walikuwa nahubiri hii injili ya Yesu, kuna msichana alikuwa anawafuata. Haleluya. Na alikuwa anawafuata kwa nini? Alikuwa anawaambia watu hawa ni watumishi wa Mungu, wanaambia habari ya ukweli. Hawa ni watumishi wa Mungu, wanawaambia about kingdom ya mbinguni. Bwana asiwe sana. Lakini si watu wengi walielewa. Manake huyu msichana alikuwa anatumika kutajirisha watu. Alikuwa anatumika kuinua watu kutoka sehemu moja na nyingine. Alikuwa na roho ya kuagua. Ako na roho kama ile ya Laban. Laban alikuwa na roho ya kujua wewe ni nani, kwa sababu alikuwa anatumia miungu. Msichana alikuwa na hiyo roho ndani yake, anajua wewe ni nani, anajua yule ni nani, na watu walimtumia kujinufaisha. Kwa nini alikuwa anafuata kina Paul? Nataka usikilize kwa makini. Hawa ni watumishi wa Mungu, wanaongea habari ya mbinguni, wanamwambia about ukweli wa Yesu. Bwana asiwe sana. Na Paul wakakashirika na msichana, jua anawasumbua. Mambo mengine anaongea, si ati anaongea tu. Sasa msichana alikuwa ni kama anazuia akina Paul. Anajifanya anaongea habari ya uzuri wao, lakini kuna roho anarusha inawazuia. Kama hangekuwa anawazuia, basi Paulo hawangesumbuka na yeye. Yes. Bwana asifiwe. Lakini katika ile hali akajua huyo msichana hautashinda ukitufuata. Wakatoa ile pepo ilikuwa ndani ya msichana, na msichana akawa huru. Wakati walimaliza kufanya hivyo, what happened? Wale walikuwa wanatumia huyu msichana walisema kina Paul wanafanya venye haistahili. Wanafanya kinyume na venye inafaa iwe. Si ati wamefanya kinyume. Huyu msichana walikuwa wanamtumia venye hata wewe unaweza kuwa unakuliwa na watu wenu, wanajiendelesha kwa sababu yako. Haleluya. Lakini leo kutana na Paulo anene juu yako, hiyo kitu wamekuwekea iondoke, uwe sawa. Oh yes. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Afadhali ukutane na Paul, subua Paul, mwambie Paul unahubiri injili ya kweli. Paul tunakujua. Na Paul ataachilia nguvu, itamenyana na hiyo nguvu uko nayo, hiyo nguvu itaondoka na utabaki ukiwa huru. Oh yes. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Msichana anafanya kazi ya kufaidisha watu, kufanya watu wanaendelea. Umetumika miaka ngapi kwa watu? Haleluya. Wanakukulia unaona ni kawaida. Ndio nakwambia mpatie Mungu kilicho kizuri. Bwana asifiwe sana. Ukimpatia Mungu kilicho kizuri, maisha yako ataibeba. Oh yes. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu msichana akawekwa huru na kina Paul. Watu hawakushangilia, watu wote hawakufurahi. Walisema ni injili gani hii imekuja? Paulo anataka kutuambia nini? Si wanataka kumwambia nini? Kenye wanafuata ni ile roho imetolewa, ilikuwa inawaendelesha. Wakati utatolewa maroho ambayo imekuvuka, lazima watu watakuambia wachana na huyo Mungu, wewe fuata mwenye amekusaidia. Amen. Amen.
Bwana asifiwe sana. Amen. Si watu wote watashangilia kukombolewa kwako. Ukikombolewa watasema imekuaje? Hii nyota tulikuwa tunaitumia. Sasa tumeanza kurudi chini. Nakwambia ukipatana na Paul, ng'ang'ana na Paul, mwambie Paul, na kujua wewe unahubiri injili ya kweli. Nataka hiyo nguvu. Niwe huru. Amen. Hakuna haja utebeange, wewe kazi yako ni kuendelesha watu. Hey, unaweka unasupuka miaka yote na unaona life yako iko tu sawa. Unafurahi leo, kesho unalia. Kwa sababu kuna watu wanafaidika. Wakati unalia kuna watu wanaendelea. Huyu msichana alikuwa anatembea tu akisaidia watu. Watu wanafaidika. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati Paulo alikutana na hii pepo, wakaiambia pepo toka kwa msichana na ikatoka. Watu hawakushangilia kina Paulo. Watu hawatashangilia watumishi wa Mungu wenye wanaongea ukweli. Watawarushia mawe na watawapika. Lakini wakibaki wamesimama katika hali yao, Mungu atajionyesha. Oh yes. Hallelujah. Amen. Paulo akafanya kazi yenye wameitiwa na Yesu. Alipatilishwa amenyane na sasa wale wanapinga Kristo. Alikuwa anapinga Kristo, lakini sahani imebadilika. Anamenyana na wale wanapiga, anatetea Yesu. Anaambiwa usiende upande huu, wanakugoja kukumaliza. Anasema kama ni kwa ajili ya Yesu, mimi nitaenda. Hey, Bwana asifiwe sana. Tutatoa watu wakina Paulo wapi nyakati hizi, wenye hawataogopa, wenye watamenyana na dubu na simba waweke chini na Mungu wetu ainuliwe. Hakuna kuweka Mungu chini. No matter what. Amen. Waje kusema kwa sababu tunasema leo. Sema ukijua unambia moyo wako, moyo nataka mabadiliko. Haleluya. Nataka nifanye makubwa yenye imebakia miaka nimebakisha ya kuishi. Nifanye makubwa iandikwe. Nifanye makubwa watu waseme. Bwana asifiwe sana. Si tunaishi na hadithi joenda. Tufanye makubwa watu wajue kuna Mungu Israeli. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wakashika Paulo na Sila. Hawakuwahurumia. Wakawaweka gerezani. Wakawafungia chumba cha ndani. Halafu wewe unafikia utakuwa mzuri, watu watanyamaza? Au utakuwa pasta mzuri, unahubiri ukweli, watu wakushangilie? Watakupiga vita ni wahubiri kwanza wenzako. Watakaa vikao waseme na huyu ametoka wapi, na sisi ndio tunajulikana Kenya. Waambie nilikuwa nina dhurumu kanisa, sasa nainua kanisa. Paulo ako na ujasiri, haogopi. Anasema wacha niende. Kama ni kwa ajili ya Kristo, wacha niende. Danieli wakasema, akaambiwa usipofuata venye tunakuambia utawekwa kwa tudura. Hakuogopa. Aliingia, lakini kwa sababu kuna mtu anapigania wenye haki, aliingia na yeye. Akakamata vinywa vya simba. Hakuna akanguruma kwa Danieli. Wote walienda fasting ya lazima. Haleluya. Zoea kupatia Mungu kitu kizuri. Kama Danieli alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Asubuhi, lunch, jioni. Kabla aende lunch, ametoka kwa nyumba ya mfalme. Anaomba, Baba nisaidie. Nimeshafika saa 6. Nataka kukula. Kabla nikule, Mungu ni asante kwa ile kazi nimefanya kwa ikulu. Haleluya. Kwa sababu alikuwa anajua hajakalia hiyo ikulu kwa sababu amependwa na mfalme, ni kwa sababu amependwa na Mungu. Haleluya. Paulo akawekwa gerezani na Sila. Kwa sababu gani? Wameongea habari ya Yesu, wametoa mtu mahali. Haleluya. Hata wakati sisi tunakutoa mahali, shetani hata shangilia. Atauliza ni nani huyu anatoa huyu mtu kwa makao yetu? Lazima atajaribu kupigana vita. Na si rahisi kweli. Bata kila Paulo wakaingia gerezani. Kwanza wakapigwa vipoko wakiwa uchi. Sokoni wakaaibishwa. Wewe hujaibishwa.
Wewe unamwambiaga Mungu hata umeniacha. Oh baba, hata sijui uko wapi. Mungu yuko. Hata ukikufa yuko. Kweli. Wangapi wamekufa leo kabla tukuje? Ni wengi, maajali. Alikufa tu, alilala hakuamka. Magonjwa. Lakini wewe umeneemeshwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na si Mungu bado tutamuita Mungu. Hataitwa ka Mungu, hataitwa ka God, hataitwa Mungu wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Paulo na Sila wakapigwa sokoni uchi, wakaibishwa kwa wamama wenye walikuwa nauza avocado, popo, maembe na sukuma. Lakini hawakuangalia uchi yao, waliangalia kazi ya msalaba, waliangalia kazi yenye wameitiwa. Kenye imebadilisha Paulo ni hii injili, na wakang'ang'ana na injili, wakachukuliwa, wakatiwa gerezani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaogopa kuwekwa gerezani kwa sababu tunanena ukweli. Unena ukweli, ikia gereza utatoka. Oh yes. Na kama hautatoka, wacha iandikwe. Sasa tunakaa ina soft life. Mimi sitaki kukosea. Hata ukiona kazi ya Mungu ikianguka, huwezi ongea. Watu watasema nini? Watu watasema mimi ni mdaku. Watu watasema wacha waseme ni mtaku, na kazi ya Mungu inasoka, kwa sababu hawatakulipa, watakumaliza hao. Same people. Paulo hawakuogopa, walikashikwa. Kwanza wako na vidoda. Tuasimu walipigwa, nguo zikatoka. Juu hawakuwahurumia. Si neno inasema nini? Wakati walikuwa sokoni, hawakuwahurumia. Dunia hii hautahurumiwa na mtu. As long as uko upande wa Mungu, lazima wakati mwingine utalia, lakini ukipatia Mungu the best, atakushughulikia. Haleluya. Paulo na Sila wakaingia kwa gereza, wakatupwa. Neno inasema wakawekwa ndani na wakawekewa walinzi. The same to Peter. Nini inasumbua wanadamu? Injili ya Yesu, kutoa watu kwa shetani, kufungua waliofungwa, inaumiza. Praise the Lord. Amen. Lakini kuna wakati, Yes. haleluya, wa Mungu anakuja. Yeah. Na akikuja hasemi, wewe unamfikiria ati Saida unalia sana. Oh, Mungu umeniacha. Wacha niwaambie kitu moja wa Kristo. Mungu hata akikuacha asikuache, Mungu atabaki kuwa Mungu. Ni wewe ukue cross Na Mungu. Ni wewe umkaribie. Akaambia na mfalme Asha, mkinikaribia Utakaribia. sasa ako na haja na wewe aje, na dunia yote imejaa wanadamu. Na wote Biblia inasema aje? Msiponisifu simumalize. Anajua amepatia kila kitu uwezo wa kufanya. Anaweza make meza icheze mpaka uwepo ushuke. Si lazima wewe ati amekuumba tu ati nimekuumba uniabudu na umekataa. Atainua anything, bora ameiumba mwenyewe. Oh yes. Praise the Lord. Amen. Patia Mungu the best. Wacha ati kwa sababu ati unapitia sana, sasa huwezi sifu. Ati mpaka tunajua. Leo nani ukiona hata harukaruki amefinyika sana. Moyo wake unalia sana. Maliza kulia. Tukimaliza kusifu tunainuliwa. Amen. Tukimaliza kuomba tunapewa mabawa, tunapaa. Unabaki ukisema mimi nililogwa na nani? Na umepatiwa nafasi. Umepatiwa chance. Paulo akaingia kwa gereza, si kanisani, si church. Wakaingia. Hawakuangalia vidoda. Wewe unaangalia venye unateseka. Sasa ukiambiwa give the best kwa Mungu, sifu Bwana, ni wakati wa sifa. Tunakaa kama tunakusukuma kusifu Mungu. Siwache kumsifu. Uone kama mawe haitasimama imsifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siwache kumuita. Watu wamuite waende juu, ubaki ukilia. Na Mungu ataitwa Mungu tu. Paulo wakati waliingia na Silas kwa gereza, mneno inasema wakaingia nyumba ya, wakawekwa ndani na wakalekewa walinzi. Wanaikuwa walinzi. Sasa wewe ukifika hiyo kiwango utasema nini? Hata hakuna Mungu. Mungu ashaenda. Ameniachilia. Mungu hawezi kuacha. Anangojea the appropriate
Time. Wakati wake. Wewe unafikiria anakujia hapa, kumbe anagojea pale. Anagoja pale. Bwana asifiwe sana. Paulo na Sila hawakutembelewa sokoni na Mungu ati watu wazuiliwe wasiwapige. Hapana. Hapana. Hata Yesu hakuzuiliwa na mtu asisurubishwe. Kuna wakati wake ulifika, lazima angetoka kwa wafu. Wakati unaofaa, wakati wake. Wewe unangoja Mungu ati umemuomba nyoyo, umemuomba sukari ajalete. So unafikiria alikuwa analeta kesho. Juu tunaombaga tukiangalia kesho. Mimi naomba nikiangalia jioni atakuwa amekaa. Mungu si kama mtoto. Unaweza muitisha leo alete next year. Kwa sababu anazima atengeneze njia ya kukufikia. Ndio Paulo wafike mahali sasa watu hawapigi. Lazima Mungu angetengeneza njia. Nitafanya aje hawa watu waache kudhulumiwa juu yangu? Lazima angetangulia kwa mawazo na kutengeneza. Amen. Na si wameshikwa wamewekwa ndani. Neno linatuambia wakakaa, wakaanza kuabudu. Wakaimba nyimbo za imba, imba, imba. Ukiimba Mungu anashuka. Paulo na Sila, neno inaniambia mimi, wacha niwache kuongea mtu mimi, wakasifu. Wakaomba kwa gereza. Hawakuangalia ile wanapitia. Hawakuangalia hata hakuna karo ya shule. Hawakuangalia watoto watakula nini. Waliangalia tunamwabudu Mungu mwenye ametufanya venye tulivyo tukawa. Hata kama tuko na alama za viboko. Wewe utasifu Mungu na alama za viboko? Ndio utakuja unalalamikia mchungaji kweli kweli. Hautaweka pasta wako na peace. Kwa sababu gani? Umegogwa tu, Mungu amekufinya tu kidogo tu. Hakuna hata Mungu siku hizi. Wacha nikwambia, hata ukimwacha saa hii Mungu yuko tu. Si aliumba kila kitu. Ndio. Anaponya mahospitali. Akienda China anafanya. Akienda Dubai anafanya. Ni kwako hatafanya. Utakufa ukiwa maskini. Na ukiwa hivyo. Why? Haujajua kuna kila kitu na wakati wake. Haujajua kupatia Mungu the best. Paulo na Sila wakajua tumepatiwa chance. Sasa wako kwa church ya gereza. Wamepata watu wa kuhubiria. Wamepata watu wa kuambia tusifu Bwana. Lakini hata kama hawakusifu Bwana hao watu, neno inasema walikuwa wanawasikiliza. Oh yes. So each and every word wana make, each and every music tunasikiza, there is flow inakupatia. We don't just sing. Hatuimbi tu. Don't just worship God. Ati because ati kukula jana now, ati you can't worship him. Mwabudu kama give him the best. Mwambie Mungu niko hapa. I know unanijua kwa majina na niko kwa hii gereza, lakini after this naenda kutoka. Oh yes. Lakini umetoka gereza tena umejifungia hata wewe. Siwezi imba. Siwezi toa. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile alinapitia hata inikamu yangu hainitoshi. Haitakutosha miaka yote na haitaikukutosha. Maana dunia hii sisi ni wasafiri. Venye mnaona iko utaiacha tu hivyo. Mpaka tarubeta itakapolia. Praise the Lord. Amen. Wewe umefika hali ya Paulo na Sila. Uko kwa gereza na vidoda. Then wanasema tunamwabudu Mungu. Wakaanza unastahili Bwana, unastahili, na vidoda zinatoka maji, zinatoka damu. Unastahili, hawana nguo. Unastahili, unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili haleluya. Wanaimba unastahili. Bwana wa majeshi tunakuabudu. Bwana wa majeshi damu yenye walipigwa mijereti nayo inatiririka, inamwabudu Yesu. Yesu anaangalia anasema, hawa ni wanangu wanateseka kwa ajili ya mimi. Wewe utateseka kwa ajili ya Yesu. Hata wakati unapitia unasema Mungu, I will give you the best of mine.
Unaambia Mungu, hata kama napitia, hata kama nitaenda hiyo kanisa, kama ninabebaniwa, I worship you. Ndio. Daktari najua wameshindwa, but God hawezi shindwa. I'm on your altar worshiping you in truth and in spirit. Lakini tulichukua everything ya God. Ni normal. Kanisa kwenda it's normal. Kukaa kwa kiketi ya kanisa ni normal. Kuwa na pastor ni normal. Wacha kuchukua vitu ni normal. Wacha uchukue vitu za Mungu, si za kawaida. Ukikutana nayo kamata, songa mbele. Oh yes. Hey! Paulo akasifu. Whether usifu Mungu, give God the best. Nada si pesa unampatia, ni kusifu tu. Haleluya, tumwambie Bwana. Na una shida, miguu iko sawa. Lakini tulishafika level, we don't need God. Ni Mungu akutafuta, Mungu akutafuti. Utafute yeye. Biblia inasema nini? Tafuteni. Unafikia Mungu mali nasema ati nitawatafuta. Hakuna. Nitafuteni. Anaambia mfalme nikaribieni. Si anawakalizi. Mimi nitakukaribia by force. Nyakati hizo zilishaisha. Bwana Yesu asifiwe. Yep. Kenya unafanya kwa Mungu, patia yeye kiwe kizuri zaidi. Wacha watu waseme umepagawa. Na ndio niliwaambia kitu moja. Hebu wacha kwenda kanisa juu watu wanaenda. Wacha kuomba juu watu wanaomba. Wewe ndio uko na shida. Give God the best. Katika situation yote unapitia, mwambie Mungu I love you no matter what. Hata kama wanasema sitazaa, mimi najua nitazaa, maana hana alizaa. Si unasema wewe utabeba kwa mganga ukitoka kwa miti ni dawa. Haleluya. Amen. Ukitafuta misaada na Yesu yuko. Maana hatutaki kumpatia the best, atufanyie. Paulo wakasifu na kuomba. Neno inasema milango penye walikuwa sahi, hata sahi ni Wakristo gani wanatingiza ati mahali umeombea hapo ukimaliza inatingika, hata kiti unaona inaenda hivi. Nobody. Because tumechukua every kitu yote ya Mungu ni sawa. Hata usipoenda Jumapili kanisa ni sawa. Hata usipotoa sadaka ni sawa. Alafu si sawa. Ni sawa kwako, but in the spiritual realm unajimaliza. Sahi kuna watu upigania mtu hata kama ni mwenye dhambi, ni kweli. Hata kama mtu ni wasema ule namjua. Ni mimi najua Kenya alinifanyia. Wewe huwezi ukajua. Mimi waambia watu na ninarudianga. Mimi siwezi jilinganisha na mtu. Mimi ndio ninajua kwenye Yesu amenitoa, si watu. No. Na ndio nilisema hata kama watoto wanaweza backslide, mimi siwezi backslide. Hawakuniokoa. Ukiona mimi nasibu, wacheni nisifu. Wewe ongea, pastor hizi anaruka sana, nitaruka. Kama hiyo ndio itafanya Mungu wangu afurahi na ndiye ameniitia, let me do it. Na nimpatie the best of best. Yes. Nikitoka hapo wewe unalia, mimi nasoga. Ukiniuliza ni nini, ile siku tulisifu ndiye alikuja. Ile siku tuliambiwa pastor alisema tuombe, ndio niliomba akakuja. Ile siku tulikuwa tunatoa, ndio nilitoa, je ikafunguka. Because when we give the best, mwenye unapatia lazima atarudisha. Oh yes. Hakurangia mtu. Amen. Paulo hakuangalia nini? Vidonda. Sasa hii tunaomba financial breakthrough everyone. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo financial breakthrough hata Mungu akikupatia, mnafanyaga aje? Wakristo wenyewe wanatunyang'anya hata kwa TV. Sasa hiyo unajifanya hata pastor hakuomba. Pastor akisema leo ni siku ya testimony, ile kitu Mungu alikufanyia last week utestify. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa mgonjwa tumbo, nimepona. Financial nguzi. Unafiki. Juu utaki kupatia God the best. Because unastahili amekupa, rudisha. Ndio kesho na kesho kuto pia akupati. Umeikupatia mtu kitu, akaanza yakupatiangi. Kazi yako ni kupokea. Nipatie. Anapokea tu na yeye alilisingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtu hawezi fika mbali. Hakuna spirit mzuri kama ya giving. Na you give them best of it. So unapeana ile imebaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Paul kama wangeingia gerezani waibe sifa, milango ifunguke, Mungu bado hangejulikana kuna power sana. Wacha nikuambie, sometimes Mungu anawachilia
ingia ndani utatoka. Kama hujakufa sokoni wakimekupiga, ukiingia huko ndio watakumaliza. Haleluya. Amen. Na wakamsifu Mungu. Watu wakawasikiliza, wakiabudu, wakasifu. Hebu nikuulize, ni kusifu gani hii watu walisifu hawa? Mpaka watu wakajua kuna kitu inaendelea, milango ikafunguka, minyororo ikaanguka. Walisifu kiwango gani? Misingi zikatetemeka. Misingi ya ardhi ya gereza yote ikafanya ikatingika. Ni walisifu aje? Waliomba kiwango gani? Wewe unaambia omba na sauti, ita Yesu anakuja. Baba nakushukuru Bwana, unaweza. Kumbuka watoto wangu sana hapa Jehova. Give God the best. Kama ni kusifu, sifu. Kama ni kuja mapema kanisani, kuja. Kama ni kuongea mazuri ya Yesu, ongea kabisa. Sema kuna Yesu. Si una entertain shetani. Bwana Yesu asiwe sana. Wakajua Kenya niko nacho ni sauti itafanya hii, sauti ndio itafanya hii kazi. Wakamsifu. Wakaomba. Yaani misingi wewe hujafika hiyo level. Ukipatia Mungu the best, atakupatia the best. Oh yes. Lakini ukichagua hii mihogo ni ya mchungaji. Yaani huwezi kupelekea sausage. Pasta mdomo yake ni kali, ikula sausage. Ni mihogo, sweet potato, mahindi, gunia moja. Juu pasta yeye kwake ako na jeshi ya Waisraeli. Huwezi lete kakuku, unaletaga nini? Matubo. Na haijaoshwa vizuri. Pasta enda uoshe. Sasa kazi ni kukamua tu matubo. 1 hour. Jiulize. Napeanga Mungu the best. Hata tukiambiwa tusifu Mungu, tumwabudu, tutoe matoleo, tunashikilia hii kazi isianguke. Napeanaga cheerfully. Ama lazima ni roho yangu iongee. Tukimwamini Mungu na kumpatia the best, si mabaki. Wakati wote unafanya anything ya God, patianga yeye the best. Afadhali ukae, patia yeye kwanza. Uone kama hata fugua. Paulo alibidi abadilishwe. Ndio hiyo anapatia Mungu the best. Maana yake amebadilishwa. Hayuko venye alikuwa. Kwanza badilishwa ufanane na Yesu. Nafikia hapo ndio itaanza. Ambia Mungu nibadilishe. Daudi alikuwa mfalme. Wakati anachezea sanduku la agano, ngozi kaaguka. Sasa kwa nini ngozi zake zilikuwa nini? Walikuwa navaa nini? Inaitwa robe. So alikuwa anavaa robe. Ndio hii robe ya kiufalme ing'oke. What happened? Ameruka kweli, amedance kweli. Hata anaanguka mpaka chini pastor. Hata ajua, in fact alicheza mpaka roho ikamjaa, hakujiona, alikuwa anaona vingine. Juu angeona ngozi imetoka, na ndio unaona ukikuja kanisa, hebu toa mwili. Haitakusaidia. Wewe kama una option ni Yesu, fuata Yesu. Anabadilisha maisha, anainua. Give him the best. Na usiangalie gharama. Ukiangalia gharama hutaipatia Mungu the best. Kama hapa itabadilishwa, tutabadilishwa tufanane. Badilishwa heart. Hata ukibadilishwa, unajua unatembeaga na watu wanakuongea, unasema ongeeni na soga. Bwana Yesu asifiwe. Unainua mikono juu unamwabudu Mungu. Watu wanasema leo ameabudu kati imepanda juu. Ikishapanda itajichukisha. Kwa nini mimi nimeipandisha? Hallelujah. Praise the Lord. Yesu wako hapa leo. Na nimeingia saa 4 na Biblia. Baraka za Mungu zikikukujia, zinakukujia wewe binafsi. Paulo akafuata Yesu. Wakati wanamuinua katika hali zote, milango ya gereza hawakufungua na malaika, ilikuwa inajifungua. Umemjua kiwango hiyo kweli? Jua Yesu kiwango cha juu. Give God the best. Umebarikiwa na neno. Yes. Sasa nataka kama hujampokea Kristo, mpokee leo, awe mwokozi wa maisha yako. Rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi na makosa, nioshe kwa damu yako, ondoa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, iandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka na nimeamini na sitarudi nyuma. Basi tafuta kanisa ulishwe neno na utabarikiwa sana. Na nataka sasa tushike kazi ya Mungu, niombe matoleo, kazi ya Mungu iendelee na utabarikiwa. Wala wanatushika mkono, may God continue to bless you and expand you. Nataka niombe. Tumia nambari hii wewe uko nyumbani, 0798204814 and God will bless you. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakabidhi matoleo zinazotolewa kwa ajili ya kazi yako
Uacha ukabariki watoto wako wanaotoa sadaka na zaka, wainue, wabariki na watende mema. In Jesus name I pray, amen. Tuko katika mitandao za kijamii, tuko Facebook, YouTube, Instagram, TikTok kama Jesus Our King. Pastor Lois Ken ni msanii wa nyimbo za Injili. Kando na kuwa msanii wa nyimbo za Injili, yeye ni mshauri wa wanandoa, vijana na hata watoto. Yeye pia yuko YouTube, ako Facebook, ako TikTok, ako Instagram kama Lois Ken. Who is our King? Jesus is King. Welcome to Jesus Our King International Ministry along Bondale Tower Shikibos Road. All our services will be running from Tuesday, word and deliverance service from 7 a.m. to 8:30 a.m. On Wednesday, we have women and men on their knees and deliverance service starting from 7 a.m. to 8:30 a.m. Sunday, we have our program, morning devotion from 6 a.m. to 7:30 a.m. Our main service begins at 7:40 a.m. to 12 p.m. We walk in dominion. We exercise authority. We grow maturity. We are called to reign. We are empowered to overcome and establish in Christ. We are kings and priests unto our God. We advance His kingdom in our generation.